Mwenyekiti, uzoefu mkubwa ambao tumeupata katika utekelezaji wa miradi mikubwa, miradi ya kimkakati, ningetamani kwamba iwe ni chachu ya kuandaa wataalamu ambao watakuja kutake over baadaye. Tusiatachi watu kwa ajili ya kupata mshahara, tuatachi watu ambao tuna mkakati ndani ya nchi strategically kwamba hawa watu tumewaatachi katika miradi mikubwa, lengo letu ikiwa ni kwamba wachukue uzoefu ambao baada ya hapo watakuja kutake over katika utekelezaji wa miradi hii mikubwa. Hatuwezi tukaruhusu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba tunazalisha uchumi ambao tunasema kwamba sasa unakuwa, lakini uchumi huo ukiangalia makampuni makubwa yanayotekeleza miradi nchi hii ni makampuni ya kigeni, na kwa hiyo ni sawa na kwamba umezalisha fedha nyingi ndio uchumi wako umekuwa ndio, lakini ni nani? Who is that recipient of that economy? Who is the recipient? Utakuta ni makampuni makubwa ya kigeni ambayo sasa unafanya kazi hapa, lakini wao ndio wanaofaidika. Na kwa msingi huo, kwa hoja hiyo hiyo, ndio maana napendekeza kwamba katika utekelezaji wa bajeti hii na katika dira yetu tunayokwenda kuiandaa huko mbele, tukubali kwamba tuna sababu ya kuimarisha mashirika yetu ya umma ili yaweze kutake over. Kwa mfano, Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunataka kufanya LNG facility pale Lindi tukitumia Equinor ambayo ni kampuni ya mafuta ya Norway, ni ya taifa la Norway ile kampuni. Sasa tungetamani hata hapa Tanzania mashirika yetu makubwa, yani tujenge mashirika makubwa ambayo nayo yatakwenda kufanya shughuli nyingi ambazo uchumi unaendelea kubaki hapa ndani. Kinyume na hapo, tutakuwa tunaweka budget, lakini mwisho wa siku wanaofaidika na uchumi mkubwa wa shughuli kubwa ni makampuni ya nje, na hivyo unakuta sisi tunaendelea kupata zile ambazo ni masalia na mabaki. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilidhani kwamba niyaseme hayo, kwamba tuendelee kuyaimarisha mashirika yetu ya umma na hasa mashirika kama ya TPDC kwenye upande wa mafuta.